Viongozi wa kanisa na Wakristo wote ambao wamefika hapa siku ya leo, Bwana asifiwe. Amen. God is good and all the times. Thank you. Waturukana mata na asanteni. Tuko na furaha mingi sana kujiunga na Wakristo hapa siku ya leo kwa maombi ya Jumapili. Natoa shukrani sana kwa pastor ambaye ametukaribisha hapa katika hii kanisa. Vile imesemekana, tumekaa sasa hapa Turkana kwa siku 3. Baba amerudi nyumbani. Na furaha kuona kama gavana na wenzake wamejiunga na sisi hapa siku ya leo. Sasa hapa Turkana mimi si mgeni. Na mimi kila mara nikija hapa nakaribishwa vilivyo. Gavana walikudanganya. Nimekaribishwa kama vile nimekuwa nikikaribishwa hapa tangu nianze kuja hapa Turkana. Sasa vile wengine wamesema hapa sisi mambo ya mahali ya kusema siasa. Nimesema siasa ya kutosha tangu nifike hapa juzi. Lakini kuna mambo machache ambayo wamesema. Kwanza huyo Jeremiah alianza kwa kutumbusha sisi ile neno ya katika kitabu ya Ayubu ambaye Mungu alitembelewa na watoto wake, na hapo vile vile walikuwa wameandamana na shetani. Shetani vile alikuja, Mungu akamuuliza shetani, wewe ulikuwa wapi? Shetani akamwambia, mimi nilikuwa na randaranda ulimwenguni nikifanya mambo ya uhalifu. Nilikuwa mimi na tanga kama shetani. Sasa sisi tunasema ya kwamba kutangatanga si mambo kazi ya shetani. Lakini kile muhimu zaidi ni mambo ambayo tunataka kuleta hapa. Mambo ambayo tumeleta sisi kama Wakenya. Hawa Turkana walinipiga mimi kura kwa fujo kabisa. Kura ilinyesha hapa kama mvua. Lakini nilifanywa ukarabati huko vile mnavijua. Na tukasema mambo sasa ni mbaya. Alafu sasa watu wetu wakasema kama wanaenda Kasarani tuende Uhuru Park. Mambo yakaenda mrama. Na baadaye tukazungumza na Uhuru na tukaweka sahihi kukubaliana, ndio tukaweka ile jopo kazi ambayo imeleta mambo ya BBI. BBI tumeleta kwa sababu kulikuwa na shida. Tuko na ile katiba ya mwaka wa 2010. Lakini baada ya haya bado tumekuwa na dhiki hata hapa Turkana. Ndio sababu tukaangalia na tukateua mambo 9. Kwa tukasema haya tukaweza kuyatatua, tutaweza kuwa pamoja. Hiyo ndio sababu tumeleta hii mambo ya BBI.
na BBI ni suluhu. Kuna wengine ambao wanaleta porojo mingi juu ya BBI. Kwa mfano, wengine wanatoa kwa wengine wanapotoshwa na porojo na propaganda. Kwa mfano, tulisema tunataka kuboresha ugatuzi. Ugatuzi, tulipoleta rangi mambo ya ugatuzi, kulikuwa na maadui wengi ya ugatuzi. Walipinga. Bado hawakubali mambo ya ugatuzi. Ndio sababu ingawaje tulisema ati tulete minimum 15% ije mashinani, wamekwama hapo. Hawapandi juu. Tukasema sasa tuimarishe kutoka 15% iende mpaka 35% kikatiba. Kwa hivyo hawezi kusema ati utapewa 20%, hapana. 35% minimum. Turkana na Narok, ukiona hili kitabu ameandika, itapata 9 billion zaidi. Sasa wanapata 11. Turkana itakwenda kupata sasa 20 billion kutoka ile 11 billion ambayo walikuwa wanapata. Hiyo ni maendeleo si maendeleo? Maendeleo si maendeleo? Ile ambayo anasema kapi imewekwa vile Junet tayari amesema ni kwa counties zingine. Turkana is not among those 8 counties. Alafu tukasema ati tunaweka sasa mambo ya vijana. Vijana tumeweka Youth Development Fund ambayo vijana wataweza kwenda pale na kuazima pesa ya kuanzisha miradi. Vijana na kina mama. Miradi na hawalipi riba mpaka baada ya miaka 7. Interest free loan for the youth of our country. Ili waweze kuanzisha miradi ya kisasa pale ambayo wanaweza kutoa ajira kwa watu wengine. Sio kuwapatia hao mambo ya wheelbarrow. Si wheelbarrow, tunawapatia pesa ya kuanzisha biashara sawa sawa. Huyu Narok ni rafiki yangu. Unajua pale mimi nimetoka na yeye. Haya. Ilikuwa iko sabotage. Sabotage. Nilisema huyu mheshimiwa Narok gavana ni rafiki yangu sana. Nilianza naye kule ambaye alikuwa anafanya kule kwa NGO. Nikaja kufanya yeye campaign hapa. Mpaka kama mjumbe. Nikaweka yeye tena kwa kama waziri mdogo katika serikali yetu ya ile baadaye nikasuggest kwake kwenda simama kama gavana. Nikaanza kufanya campaign hapa Turkana. Kila mahali nimetembea na yeye mara 2. Lakini sasa akifika kipindi ya pili ananitoroka. Anaanza sasa kutembea na wale ambao wananipinga. Lakini nasema hiyo ni haki ya kidemokrasia. Anaweza, lakini nimemwambia yeye ya kwamba sema ukweli. Angalia Waturkana wako na shida. Na hili ambao tunaleta sasa ni kusaidia Waturkana ili Waturkana waweze kumudu shida yao. Hii ni kitu muhimu zaidi. Sasa amesema hapa tia pingi. Pingi BBI.
Nasema weke maswali tofauti tofauti. Wengi watu hawaelewi yale mambo watu wanasema. Tayari hapa tuko na kura 6. MCA, mjumbe, mama, senator, gavana, rais. Unasema ongeza ya 7. Ni hii ya 7 weke maswali ndani yake. Unakubaliana na hii revenue share? Tick. Unakubaliana na hii mambo ya ombudsman? Tick au nakataa. Unakubaliana na hii mambo ya kuimarisha pesa kutoka 15% 35%? Tick. Unakubaliana na hii mambo ya kuweka waziri mkuu na kadhalika? Tick. Unapatia hii maswali mtu ambaye hajaenda shule. Turkana. Mtu mmoja atachukua saa 1 au saa 2 ndio apige kura moja. Itachukua miezi ngapi ndio tumalize uchaguzi? Badala ya kusimama tu waseme no, wanadanganya wa Kenya. It is not possible to have a multiple question referendum with an election. Isitoshe, hii Biblia inapendekeza kuongeza viti ya bunge. Tayari wamesema wanafurahi ya kwamba kama imepata moja, lakini wangepata nyingine moja. Ikiwa kama itapigwa wakati huo, hiyo kiti haitapatikana. Hata ile wakina mama, ikiwa kama inacheleweshwa mpaka ipigwe na hiyo uchaguzi siku hiyo, wamama hawatapata ile 1/3 formula ambayo inatakikana. Kwa hivyo tunasema hii mambo ni sasa. Na kama si sasa, sasa hivi. Maanake wanadanganya wa Kenya. Hawataki hiyo Turkana wapate hiyo kiti ambayo imepewa. Hawataki wamama wawe na 1/3 katika bunge. Wanataka ihairishwe mpaka uchaguzi wa 2027. Na mimi najua wamama wanataka sasa. Wamama wanataka sasa, wanataka 2027. Wanataka sasa ama 2027? Kwa hivyo ndio nasema ya kwamba kama unataka kupinga kando hili, tuonane na wewe ana kwa ana. Ili Wakenya waamue wenyewe, kama Wakenya waamue. Huyo bwana Lodeka rafiki yangu, kama ulikuwa na shida mbona ukikuja kwa baba? Unaenda kutangatanga huko. Kama una shida kuja kwa baba, ana suluhu ya shida zako zote. Wajana na wale watu ambao wameleta shida katika taifa letu, ambayo wamechukua mali ya umma, wanatembea nao na helikopta papa. Fanya harambee hapa, mbeba pesa na magunia. Hiyo pesa juu imetoka wapi? Hiyo ni shati ya usalata. Na wewe kuchukua hiyo pesa, nachukua pesa ya shetani. Mungu awabariki nyinyi nyote. Asanteni sana. Tusimame kwa baraka za mwisho. Atukuze Baba na